inafaa kila mtu akifanya makosa achukuliwe hatua. Kwa nini hizi vitu zote zimetokea nyuma? Vitu mingi sana kama za kina Ezekiel, Makezi, wote wameshikwa wako ndani. Kwani huyu DJ ni nani? Ni Mwadhi ama Mama Jeff. Mimi kitu ningetaka kusema communication between DCI na sisi family ilikuwa very poor. Mimi nikakaa nikaona hawatupigii simu, nimekuwa nikiwapigia mara kwa mara wanasema watanipigia. So siku moja nikapiga na mmoja wao akachukua na akaniambia twende. Na venye tulienda huko, kitu ya kwanza walituambia ati ripoti yetu ya kufukua mwili ingetoka after 3 days, but because of media hawakuweza kutuita juu waliona it's like we are trusting media kualiko, so wakanyamaza hivyo. Mimi kwangu kama mama mwenye amezaa Jeff nikasikia vibaya sana juu mimi nimekaa hapa, mimi mwenye nafanyanga kazi, kumbe mimi nimenyimwa haki yangu ya mtoto wangu juu media iliingilia. Media, serikali inatabua, kuna media inatabua, media wanafanya kazi yao, na hii mambo ya Jeff ilijulikana through media. Kwa nini ninyimwe haki ya mtoto yangu ati juu media walitangaza ama waliingilia ati wanafanya investigation? Kitu ya pili, mimi venye mtoto wangu aliuawa, juu mimi mtoto wangu nasema aliuawa kwa nyumba ya DJ Faso. Sasa kitu ya kwanza nasikia uchungu sana juu mtoto wangu alikufia kwa mikono ya mtu mwenye anaamini sana. Juu akitoka kwa nyumba alikuwa very excited na akaniambia venye anaenda kuona DJ, na kufika huko kumbe ilikuwa plan mtoto wangu apewe pombe alafu awachwe nyumbani, wasichana wachukuliwe wapelekwe nyumbani. Mtoto wangu alibaki aje kwa nyumba na yeye haishi kwa hiyo nyumba, na yeye pia ni stranger kwa hiyo nyumba. Kwa nini akabaki huko kwa hiyo nyumba? Juu kulikuwa na mpango, hawa watu wakaitwa wakakuja, ndio DJ akatoka akawacha mtoto wangu ndio auawe. Na venye aliuawa hiyo nyumba haikuzingirwa, ikuwe haiwezi ingiwa na mtu mpaka uchunguzi ifanywe. Waliconsider mtoto wangu amejiua, although mimi najua mtoto wangu hakujiua, aliuawa kwa nyumba ya DJ Faso. Dad, nataka kujua kwa nini huyu DJ hawezi shikwa na hao watu wake wote wenye walibaki kwa nyumba. Na kitu kwanza iliniuma sana na inaniuma mpaka saa hii. Kwa nini wakuja wafukue mwili wa mtoto wangu na kuna watu wangeshikwa waitwe, wasamoniwe, wapeane kila kitu na waelezee kila kitu. So mimi nimeona nimefanyishwa kazi bure kufukua mtoto wangu, alafu mnasikia ati hakuna evidence hata kidogo inapatikana. Hiyo ni vibaya sana. So mimi nataka haki ya mtoto wangu. Kwani yeye ni nani hawezi kamatwa? Kwani kuna mtu mwenye ako above the law? Kama ni mtoto wangu mimi alienda kwa DJ akaua huyo DJ, I know by now angekuwa amefungwa 50 years. So mimi kitu nataka haki ya mtoto wangu. Sitaki hizi mambo za ati sisi wa Kenya sisi ni wanyonge. Kuna wenye sijui media walikuja, mimi siwezi pata haki ya mtoto wangu. Media ndio walianzia hii kitu na ndio pia tumeita hawa media tumalizia hii kitu bado. Vile tulianzia. So mimi naraumu government yetu kabisa. Juu inafaa kila mtu akifanya makosa achukuliwe hatua. Kwa nini hizi vitu zote zimetokea nyuma? Vitu mingi sana kama za kina Ezekiel, Makezi, wote wameshikwa wako ndani. Kwani huyu DJ ni nani? Ni nani? Nataka kujua ni nani. Hiyo ni swali. Swali moja, umeeleza kwamba DCI wamekuwa kilaumu media kuingiza katika kesi hii ama katika uchunguzi huu. Umejaribu kuandikia barua kwa DPP kabla mfike kwetu mkieleza malalamishi yenu? Hatujaweza kuandika barua kwa DPP. Juu DPP pia tunangojea atupatie ripoti yenye alipewa na DCI. So hatujaweza kuandika barua. Na ukidhani ya kwamba ripoti ambayo mlipewa na itakuwa tofauti na ile ambayo DPP watapewa? Sioni ikiwa tofauti. Wenye wametupea hii maneno ni DCI. So ripoti yenye wametupatia ni yenye wamepeleka kwa ODPP. So hakuna kitu tofauti tunatarajia ati itatokezea. Hakuna. Mnasema kwamba mnataka uchunguzi ufanywe hata tusipopata haki.
jambo ambalo tunataka kueleza serikali ni ya kwamba uchunguzi ambao umefanywa uchunguzi ambao si uchunguzi halali, sio uchunguzi ambao sisi expect. Ni uchunguzi ambao sisi umetuudhi sana na umetukasirisha sana, lakini we are pleading with the DPP because hii barua, hii maneno ambayo amepewa ama ile ripoti amepewa na DCI, kumbuka yeye wao walisema they are not the last people yet kwa investigative organ, wao ndio mwisho, but wakasema DPP can consider either to arrest, either atupilie mbali, either aseme hiyo file irudishwe wachunguze mahali fulani na fulani. And that's why tumepitia tena kwenu ndio wajue bado we are still relying on you, sababu hiyo ofisi kuifika ni ngumu sana. Hiyo ofisi ya DCI kuifika, huwezi ifika tu hivi. Huwezi ya DPP kupata wale watu imekuwa ngumu sana. Lakini wacha tuwaambie hivi. Kuna swali ambalo pia tunataka DPP akumbuke. Tulielezwa ya kwamba mtu anaitwa DJ during that day ambapo wameenda kuripoti ya kwamba Jeff hawampati. Tulielezwa ya kwamba alikuwa ameenda kwa bank na aka withdraw a lot of money. That report we were not given. Hiyo pesa alitumia kivipi ama alikuwa anatoa ya sababu gani? That report we were not given. Hiyo jambo halikuangaliwa. Pia kuna jambo ya simu ya Jeff bado iko pale kwa DCI. Wakati tuliitisha hiyo simu, tulielezwa kwamba bado uchunguzi unafanywa. Na ule uchunguzi ambao wamefanya bado haukuturidhisha, kwa sababu ni kama only communication ya yenye iko na billing waliweza tu kujua kuhusu hiyo simu, kwa sababu ile simu walisema ilikuwa imemondwa na motherboard pia yote ilikuwa imevunjwa. So tunajua kuna Google. Mambo ya Google hawakutueleza wakati walienda kuchunguza Google, kwa sababu iko na ni vitu mingi, iko na memory ya kuonyesha Google alikuwa anaongea na nani, vitu kama hizo, Safaricom, vitu kama hizo. Hawakutupea ile ripoti ambayo sisi ilituridhisha. So wakati DPP anapeana this report ama wakati anasoma ama kama amesoma, a consider that report ya hiyo simu, kwa sababu still to date wako na ile simu bado na hawakutupatia. Kwa hivyo ile simu ni kama wanataka kutuonyesha kwamba wamemalizana nayo, lakini bado hawajamalizana nayo, kwa sababu the reason why hawakutupatia simu ni kuonyeshana kuna vitu hawajafanya, na tunashindwa kwa sababu gani basi wanakuja kutupatia ripoti kama ile simu ijawapatia 100% ile kitu walikuwa wanataka. But the same government ambayo wameenda training kufanya upelelezi is the same government officials ambao pia wako kwa DCI. So we wonder, wakituambia wale hawakufanya ile uchunguzi na stahili, ni nani tutalaumu? Ni nani sisi tutaangalia? Na wao ndio tunajua kabisa kama afisi ya serikali ambao wanastahili kuwa wanafanya uchunguzi.